nasikia kuitwa na sauti yake, anasema njoo kwangu nikurejeshe yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa na mwovu. Anasema njoo kwangu nikurejeshe, nikurejeshe. Anasema njoo kwangu nikurejeshe amani ya moyo iliyotoweka. Usitafute kwingine, kwake Yesu utaipata. Furaha ya kweli iliyotoweka. Usitafute kwingine, kwake Yesu utaipata. Ndipo hayo mema yatakujilia, atarejesha amani ya moyo na furaha iliyopotea. Nikurejeshe, anasema njoo kwangu nikurejeshe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninawasalimu kwa jina la Yesu. Natumai kwamba mko wazima katika Bwana. Wimbo unasema nasikia sauti yake akiniita kwamba aje au niende kwake Yesu akaweze kunirejeshea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amani ya kweli, furaha ya kweli tunaipata kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaipata kwake Yesu peke yake mpendwa. Haleluya. Wewe unahisi umepoteza amani, furaha ya wokovu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Furaha ya wokovu katika kitabu cha Psalms, I think it is Psalms 51. Psalms 51 verse 12 inasema Psalms 51 nitafute kidogo. Psalms 51 verse 12 inasema nirudishie furaha ya wokovu wangu. I think ni hivyo. Where is it? The book of Psalms. Nirudishie. Ndio hii Psalms 51. Psalms 51, where are you? 51. Yeah, Psalms 51 verse 12. Who is 12? Psalms 51:12. Verse 12. Restore unto me the joy of your salvation, and uphold me with a free spirit. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Psalms Zaburi yani anasema nirudishie furaha ya wokovu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Kweli inaweza kuwa umeokoka, unamwamini Yesu. Haleluya. Lakini unahisi kuna kitu ambacho umepoteza. Haleluya. Unahisi kuna vile umepoteza. Ni labda kwa sababu wajua sisi wanadamu wakati mwingine unaweza jikuta umerudi nyuma pasipo kupenda. Hali au changamoto za maisha. Sometimes usipokuwa makini, majaribu huwa yana sana utapata huwa yanaturudisha nyuma, ambapo tunapopatwa na majaribu ama tunapokuwa katika kipindi cha majaribu tuwe na imani, na imani yetu iongezeke. Bwana Yesu asifiwe. Ili katika majaribu hilo ama katika mtihani huo tuweze kusongea hatua mbele. Haleluya. Lakini utapata wakati mwingi wengi wachache, hata mimi nikiwa mmoja wao, majaribu yakinipata ama yakikupata ama kwa ujumla namba kubwa, utapata jaribu badala litupatie hatua moja mbele, utapata linakurudisha nyuma. Na tunaambiwa tuvumilie katika majaribu. Tuvumilie katika majaribu tukimwamini Mungu. Haleluya. Tukimtegemea Mungu. Haleluya. Maana jaribu linapokuja halikuji kukaa. Linakuja tu kupita, ni mtihani tu wa muda. Haleluya. Mwimbaji akaimba hesabu ni furaha. Haleluya. Pia ni neno katika Yakobo 1. Hesabu ni furaha. Hesabu ni furaha katika majaribu, baada ya majaribu
hatua moja mbele. Haleluya. Kwa hivyo tunapaswa, tunapopitia katika majaribu, tuhesabu kuwa ni furaha. Haleluya. Tuhesabu kuwa ni furaha na tujitie nguvu, kwa kuwa tunamwamini Mungu aliyeruhusu jaribu hilo linipate au likupate. Atafanya na mlango wa kupitia, wa kutokea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapaswa, tunapokuwa katika majaribu, kwamba tukaweze kujiamini, tukaweze kuamini yeye Kristo aliye ndani yetu atatuwezesha na tutatoka salama. Haleluya. So tunapokuwa katika majaribu, wakati mwingi utapata imani inapungua kwa wengi. Yani utapata imani inapungua kwa sababu ya mawimbi yale yanayompiga nini. Utapata unapoteza ule ujasiri uliokuwa nao, unapoteza ile imani uliokuwa nao, unapoteza, kama ni magonjwa, afya inapotea, kama ni vita nini, utapata hivyo. Lakini ashukuriwe Mungu, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Anasema atakuregeshea. Haleluya. Atakuregeshea. Tukisoma kitabu cha Yoeli, kitabu cha Yoeli mlango wa 2 kifungu cha 25. Joel chapter 2 verse 25. Biblia inasema, and I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the crawling locust and the consuming locust and the cutting locust, my great army which I sent among you. Bwana Yesu asifiwe. Yoeli, neno la Bwana linasema katika Yoeli ya kwamba ataturegeshea. Haleluya. Ataturegeshea miaka iliyoliwa na nzige, miaka iliyoliwa na madumadu, miaka iliyoliwa na tunutu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yuko tayari, ni kwa ajili yangu mimi na ni kwa ajili yako, ili akaweze kuturegeshea. Haleluya. Uendo umepoteza miaka mingi, umepoteza miaka mingi katika mambo ambayo hata hayana faida, ama miaka yako umeishi lakini imeliwa na nzige, magonjwa, majaribu mengi, yani setback nyingi. Neno la Bwana linasema usiku wa leo, mchana leo, wakati wote ujumbe utakapokufikia, Bwana anasema atakuregeshea. Haleluya. Atakuregeshea miaka yote iliyoliwa na nzige, miaka yote, si mwaka mmoja. Yani miaka yote ambayo umekuwa unapitia majaribu, yanakurudisha nyuma, yanakusononesha moyo, yanakudhoofisha afya yako, yanakudhoofisha imani yako, yanakudhoofisha kiroho chako, yanakudhoofisha imani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana anasema anaregesha. Haleluya. Atakuregeshea amani yako, afya yako, biashara yako, kazi yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Huduma yako, ulikuwa mzuri sana katika kumtumikia Mungu, lakini ghafla mawimbi yalivyoinuka hivi na hivi, ukafanya nini? Ukalegea, ukaanza kurudi nyuma. Wengine hata tukipatwa na majaribu tunasema hakuna Mungu. Yani watu tunamkana Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu tunajipata tunamkana Mungu mara nyingi sana, lakini Mungu wetu ni wa rehema. Tunaporudi kwake, tunaponyenyekea na kuomba msamaha, anatusamehe. Haleluya. Anatusamehe na tunaanza mwanzo mpya na yeye. Kwa hivyo siku ya leo, asubuhi ya leo, Bwana anasema atakuregeshea, ataniregeshea afya yako, mali zako. Bwana Yesu asifiwe. Kazi yako, huduma yako, maisha yako. Popote unahisi kwamba umepungukiwa, ni kazi, ni biashara. Anyway, narudia mengine najikuta narudia, but amini kwamba Yesu Kristo peke yake ndiye anaye uwezo wa kukurudishia. Atakuregeshea, maana amenena mwenyewe, wala hautaaibika. Muamini tu yeye, mrudie tu yeye. Haleluya. Yeye ni mwaminifu. Nirudieni, anasema James, Yakobo pale katika kitabu cha Yakobo, neno nasema mkaribieni Mungu naye atawakaribia. Haleluya. Mungu ni mwaminifu. Tukiaminisha kumrudia, tukiaminisha kumfuata yeye, atafanya nini?
ataturudia. Tumrudie naye ataturudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana tujue sisi ndo tunapaswa kumrudia Mungu, sio yeye aturudie. Hapana, yeye hata hakuna chochote anachohitaji kwetu, bali sisi ndo tunamhitaji. Kwa hivyo tumrudie naye ataturudia. Tumkaribie naye ni mwaminifu, atatukaribia. Haleluya. Ataturegeshea afya, amani kazini, uzima, afya yako, nguvu zako za kiroho, nguvu zako za maombi. Haleluya. Ile hamu uliyokuwa nayo ya kumpendeza yeye atakurudishia. Haleluya. Amesema mwenyewe, soma mwenyewe katika hicho kitabu cha Yoeli mlango wa 2 kuanzia kifungu cha 25, 26 hapo. Nafikiri nafika na 7. Haleluya. Ataregesha kama aliregesha kwa Ayubu. Tunaona Ayubu wakati majaribu alipojaribiwa alipojaribiwa kwa mifugo yake, akajaribiwa kwa watoto wake, akajaribiwa afya yake. Ayubu hakutenda dhambi. Haleluya. Ayubu hakutenda dhambi. Haleluya. Bali alisema jina la Bwana litukuzwe. Nilikuja bure na nitarudi bure. Tupate yupi kama Ayubu? Haleluya. Tupate wapi mtu kama Ayubu? Tupate wapi mtu kama Ayubu? Amejaribiwa, amepigwa na ugonjwa, lakini anasema nilikuja bure na nitarudi bure. Hakumlaani Mungu. Haleluya. Hakumlaani Mungu, bali alinyenyekea. Lakini jinsi Mungu alivyokuwa mwaminifu, jinsi Mungu alivyo mwaminifu hata leo, alimrudishia Ayubu vyote vilivyokuwa vimepotea mara 2. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni mifugo yake alirudishiwa times 2. Kama ni watoto wake warembo hata kuliko wale ambao walikuwa nao wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu wetu ni Mungu mwaminifu, anarejesha. Haleluya. Anarejesha, na ninaamini kwamba ujumbe huu Mungu anasema na mimi na anasema na wewe, na atarejesha chochote kile ambacho tumepoteza kwenye maisha yetu, kwenye familia zetu, kwenye jamii, mahusiano yaliyopotea. Bwana atarejesha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Huduma. Haleluya. Bwana atarejesha uzima, furaha ya kweli. Haleluya. Mungu awabariki sana na muwe na wakati mwema. Shalom.